Mgeni wangu niliye naye leo yani yuko kinamna fulani ananifurahisha. Kwa hiyo mtusikilize msala wake. Sasa usicheke sana. Unajua ukicheka sana mimi unanifanya naishiwa hata nguvu. Okay. Ndio kwanza story inaanza. Sawa. Sasa tulia usicheke sana. Okay. Sisi nianzie wapi? Ila nisikilize sasa. Sawa. Kucheka hadi kulia ipo? Unaruhusiwa. Basi ilikuwa ni mwaka gani? Nimeweza form 4 mwaka gani? Miaka hiyo ya nyuma, unajua kidogo mimi ni mtu mzima. Basi mimi bwana nakumbuka ilikuwa form 4 nakaribia kumaliza ile mitihani kuelekea graduation. Sasa darasani kwetu sisi nilikuwa niko form 4B, form 4A sikumbuki lakini lakini form 4 moja ilikuwa ni ya wajinga lakini mimi sijui. Ilikuwa ya wajinga. Basi kulikuwa kuna klasi yetu kulikuwa kuna zile timu mbili, kuna timu Soweto alafu kuna timu ilikuwa inajiita Wakomavu. Wakomavu pale unakuta kuna wale watu wazima darasani afu kuna watoto. Ndio standard. Sasa mimi nilikuwa kwenye upande wa timu Soweto. Sasa timu Soweto mimi ndio nilikuwa piskali peke yangu. Sema piskali peke yangu. Unanionaje? Ni kweli kabisa. Hala. Sasa mimi nikaiona fursa. Kaambia je hapa lazima kulikuwa kuna zile battle. Unajua zile battle za gang mbili tofauti. Hao wanasema graduation sisi tutawaonesha. Na wanasema graduation tutawaonesha. Sasa sisi tuende tofauti na wale. Kaambia wanangu tuvani matisheti sare. Matisheti sare tuandika tunajiita Soweto ile. Matisheti yote yameprintiwa. Kila mtu t-shirt ilikuwa inatoa 15,000. Sina mtaji hata 100 lakini nimewapa idea. Leteni hela nenda kwa printia matisheti, lakini t-shirt nilikuwa nachukua mpaka ile kameke kuprint ilikuwa shilingi 7,000 sio 8,000. Kwa hiyo ushajiongeza mambo ya biashara hii. Kwa hiyo yote nao baki ni faida. Nikachukua mzigo wa kwanza ilikuwa kama t-shirt kama 10 mpaka 15. Nikawapelekea, sasa zinaandikwa na majina, kumbuka inaprintiwa hapa mbele Soweto area, afu huko nyuma unajua kila mtu ana majina yake. Mimi kwangu mpigwa da Costa pale nyuma, unyama. Tukaja naenda kuchukua mzigo wa pili. Story yetu ndio iko hapo. Tamisheni sasa. Story ndio inaanza sasa. Yaani huo ndio msala wenyewe, Sikia sasa. Nakumbuka siku hiyo sister yangu akanambia inabidi ukienda Kariakoo unichukulie na Rasta. Mimi mdau sinaga simu, dadangu akanipa simu kwa ajili ya kuchukua order na kutuma sample kwenye magroup kama ziko sawa. Nakumbuka ilikuwa ni Sony Xperia. Kipindi hicho. Mimi mwenga. Sony Xperia. Basi nikaenda siku ile Kariakoo. Nakumbuka nilikuwa nimeenda na kama 140 mpaka 1,000,000. Ambayo ni t-shirt hiyo. Kuchukua t-shirt mzigo mwingine wa pili. Hadi wale timu Wakomavu wakataka t-shirt zetu zilikuwa kali. Haya basi nakumbuka niko mtaa wa Kongo nikakutana na huyo mganga. Alikuwa ni mzuri. Hapo alikuwa mweusi ila kaka weusi ni matape. Basi huyo kaka akanisimamisha akaniambia je dada, mimi natokea Geita. Nimekuja huku nauza madini. Mjomba wangu ndio alikuwa analeta ya madini kuuza, sasa naumwa ameniagiza mimi. Unaweza kujua sehemu ambapo wanauza madini? Ukaona mbona kama fursa. Nikasema Mungu Baba, madini yenyewe mimi siyajui wala hizo dhahabu sijawahi kuziona. Nikamwambia sijui, labda tunaweza tukauliza. Akasema hapana, usiulize, watu wakijua watafanyaje, atatushtukia kwamba tunaweza hata tukakabwa na vitu kama hivi. Nikasema sawa, kumbe nilivyomjibu tu pale nilijikoroga. Usikitika kidogo. So poa. Nimemjibu tu niko mtaa wa Kongo. Akatoa vipakiti fulani kama viko 4. Kumbe zile ni shaba, zile nyaya za nini hizi zinaitwa za umeme. Nyaya za umeme zile. Wanakatakata zile shaba. Wanakatakata vidogo. Akaniambia hizo ndo dhahabu, mimi sijui. Nakumbuka mtaa wa Kongo mpaka posta kule Aga Khan. Sijui ni Aga Khan, posta ile Aga Khan ya posta nakouzaga madhabu ule mtaa. Sijui nilifika vipi. Lakini ni kwa mguu tulitembea kutoka Kariakoo. Hapo hujui yani kwamba mnaenda kufanya biashara au anakupeleka? Tunatafuta sasa hayo maduka yanayouza dhahabu ili auze mzigo na mimi anipe hela. Wewe ukaacha safari yako ya kwenda kununua t-shirt? Tayari hapo hazipo kichwani. Sijui tena kama nimetumwa Rasta. Sijui tena kama natakiwa kuchukua t-shirt. Na nilianzia kwa mtu wa t-shirt, nilimwachia order tayari. Akaniambia niachie advance. Nikamwambia wewe nini?
print, mimi si mwanao print, mimi siwezi kukudhulumu. Kwa 140 iko? Na hela ya rasta za jumla sister. Basi kutembea kumbe wale ukishawajibu ndio umeenda. Umelala yo. Basi ikawa tumeenda tukakutana mbele na mbaba mtu mzima. Anadi ile ya hapa hii ya Waislamu. Kavaa na kanzu na kibao. Inaitwa nini? Singida. Sigida. Ndio hiyo Singida. Sio Singida. Basi yule mbaba alikuwa amevaa kanzu. Ni mtu mzima. Akisema mtu mzima yule kabisa anamwambia shikamoo baba. Anadi ya hapa. Anatembea na ile ya mkononi ile ya Waislamu. Inaitwa tasbiha. Tasbih. Hiyo ndugu yangu. Mpaka nitake. Tukakutana na yule baba. Yule kaka akasema hebu tumuulize basi huyu baba. Kumuuliza kumbe wako pamoja ila mimi sijui. Yule baba akasemaje? Huyu kwa sababu ni mgeni, inabidi tuungane mimi na wewe. Yaani yeye na mimi tuungane kwa sababu yeye sijui chochote. Ili tukipata cha juu tugawane. Nikasema basi sawa, tukaenda. Kweli tukaenda hadi kwenye hayo maduka wanaouza hizo madhahabu. Sijawahi kuingia. Kuna ulinzi. Kuna ulinzi mahi. Kale kageti kwanza kana zile sijui ndio zaitwa nundu nyingi. Kuna milango kama 3 mpaka uje uingie mlango ile wa kufungua na komea. Wenyewe sasa. Kama hiyo 3. Nasema na CCTV camera shazi hapo nje. Afu Arabu. Sinajua madini ndo yani hapa kwanza sijui nitanunua t-shirt, sijui nitafanyaje. Yani kwa sababu nilikuwa najiona tayari ni tajiri. Nakumbuka tukaingia mle wakasema gram sijui anauza pesa ngapi hata sikumbuki. Lakini pesa fani hivi za kwenda. Tukatoka hapo. Niliingia na yule baba kuuliza. Yule mkaka yule baba aliniambiaje? Yule mtu mzima sasa. Huyu tumwache hapa ili asijue maduka. Kwa sababu akienda kule watamtajia bei halisi. Sisi tuombea subiria hapa. Nikasema haya sawa. Tulivyojua bei nikaenda na yule baba kwenye yale maduka. Kuuliza kwanza. Kuuliza. Yule baba akaniambiaje? Mimi niko hapa. Situshaambiwa bei. Wewe nenda kafanyaje? Kamwambia mshikaji kule bei ni fulani afu mimi nakusubiria hapa. Nikasema haya sawa. Nikarudi kwa yule mkaka. Nikamwambia tumepata bei hivi na hivi. Lakini yule baba akasema usubiri hapa unipe mimi nipeleke. Akaniambia sawa. Lakini sasa mimi nitakuamini vipi? Unaondoka na madini yangu afu nikusubiria hapa. Hauna hata kitambulisho. Alianza na kitambulisho. Nikamwambia kitambulisho sina. Na alitumia hiyo ya kitambulisho kwa sababu alijua mimi ni mtoto. By that time hata miaka 18 sijafikisha. Wewe unapigwa mchanga wa macho au basi. Alafu ubaya ni kwamba ukiwa unaibiwa. Ukisha